Mimi naitwa Hosea Chengula. Sasa nianzie huku, utashika mic, utajitambulisha kwa jina lako, itaenda huku. Kwa majina naitwa Baby Kibwana. Kwa majina naitwa Violet Elton. Kwa majina naitwa Asha Abdalla. Ongea Kiingereza la usiwa? Wewe tu. Kwa majina naitwa Agnes Alex. Usikakukataa. Kwa majina naitwa Zaituni Libuma. Mimi naitwa Hosea Chengula, nishajitambulisha mwanzoni. Tunatoka kwenye kampuni inaitwa Mobile Afya. Tunajihusisha na utoaji wa taarifa sahihi za afya kupitia simu za mkononi. Lakini kama ambavyo nimekuwa nimewaeleza kitu ambacho tunakifanya, sasa natamani sasa hivi kusikia mawazo yenu. Ndio maana nikauliza mwanzoni, wote tuna watoto hapa? Ndio. Mimi naomba kwanza niulize swali moja kwa kila mmoja wetu. Mara ya mwisho wewe kufanya mapenzi ilikuwa lini? Wiki iliyopita. Sasa nimuuliza mara ya mwisho kufanya mapenzi ilikuwa lini? Wiki iliyopita. Jana babangu. Mimi miezi miwili iliyopita. Mimi hadi nimesahau lini. Sasa tumeona hapa wote kila mmoja ametaja kwa namna yake. Kuna miezi miwili, kuna jana, kuna wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita. Hapa kuna wiki iliyopita. Huyu kukasahau, si ndio? Mimi mara ya mwisho muda mrefu, maana nipo nazunguka tu. Nahitaji sasa kufahamu kitu kimoja. Wakati tunafanya mapenzi, huwa tunakumbuka kutumia kondom? Yaani kutumia kondom ni mara chache sana. Ila kiukweli mara nyingi tunakwenda bila kondom. Hapa dadagi? Sijawahi kwanza. Sijawahi kabisa. Sijawahi hata kuifungua hivi babangu. Dada Asha, wakati ambao unafanya mapenzi, wewe unakumbuka kutumia kondom? Sijawahi. Sijawahi kabisa. Huku Nilishawahi babangu. Ila sio kitu ambacho unakifanya mara kwa mara. Sikipendi ila basi tu ni shida. Dada Baby hapo Mara kibao tunatumiaga. Tumia mara kibao. Sasa hebu tuje tuzungumze kitu kimoja. Kwa nini huwa hatupendi labda kutumia kondom? Sio kama hatupendi. Unajua kuna mwanaume mwingine unakutana naye anajifanya yeye kondom alishasahau. Na mwingine anasema kwamba yeye hajazoea kutumia kondom. Ila kwa sababu unajua msichana hanaga ile kauli sana kwa mwanaume. Kwa hiyo wakati mwingine unaona bora tu ufanye vile kwa sababu kwanza ya matatizo yako labda au kuna kitu amekuahidi. Kwa hiyo unaona bora ufanye vile ili mradi nini utimize haja yako. Lakini vizuri zaidi tungekuwa tunatumia kondom. Ndio maana inakuwa sio kusahau, ila sasa mwanaume yeye ndo anajifanya kasahau na inakubidi wewe ufanye ili utimize baadhi ya mambo yako. Mradi tu utimize haja yako. Kakuahidi pesa. Unaambiwa kwa sababu nitakulipia hela kodi ya nyumba siku fulani na wewe kaja pale anasema sina kondom. Unamlazimisha basi tenda kanunue. Mimi siwezi bwana kutumia kondom. Kwa hiyo uweze kumlazimisha kiwa una shida. Sasa hapa dada Asha, kwa nini hujai kutumia kondom? Umeanza naye kama Mwana mmeloza naye ndio huyo kanyiza mimba ndo naishi naye. Kwa hiyo mlivyoanza akakupa mimba kwa sababu hamkutumia kondom, ikabidi mzae. Na sasa hivi mmeoana, mnaishi pamoja. Agi hapo. Babangu sina hata la kukujibu kwa sababu hata sielewi hapo ulivyoniona. Sasa wewe kwa nini hupendi au kwa nini hutumii kondom? Babangu hata sijui. Siwezi kukujibu kwa sababu sijawahi kutumia wala sijui ina faida gani sielewi. Hujui faida zake. Hapo umeniambia pia wewe hujawahi kutumia vai. Kwa nini hujawahi kutumia mara chache? Nimetumia mara chache. Umetumia mara chache? Kwa nini hutumii mara zote? Sipendi tu. Sipendi, yani sina vionaje, sisikii la muda mwingine. Wewe sasa kuna muda husikii raha ndio maana hupendi kutumia. Ndio. Dada Baby, unajua nina rafiki yangu anaitwa Dada Baby. Kwa hiyo nikifupisha dada hii na Baby. Wewe unatumia mara kwa mara. Kwa nini unapenda kutumia kondom mara kwa mara? Napenda kutumia kinga kwa sababu kulinda afya yangu mwenyewe. Cha kwanza, na cha pili kinga ni muhimu kwa sababu sisi ni watoto wa kike tunakutana na wanaume tofauti tofauti. Kila mwanamume huwezi kumjua ana nini. Unamkuta mwingine ana gono, mwingine ana maradhi ya kisasa. Ndio tunajikinga wenyewe kama mtoto wa kike. Umenitajia maradhi ya kisasa hapo ni yapi? Ukimwi. Sasa tunapokutana bila kutumia kinga, kuna ile mwingine anakuwa mwanamume anaenda kuishi naye anakuwa ile kukamia. Sasa kisha kukamia, sisi watoto wa kike sehemu zetu za siri ni laini sana. Sasa tukapata michubuko, mwisho wa siku tukaambukizana maradhi. Sasa dada zangu,
Hapa tumesikia, umeona sasa tuko wote hapa, kila mmoja ana hoja yake anaisema kwamba saa nyingine anavyotumia condom hasikii raha ambayo anaitaka kuisikia. Humu ndani pia kuna mwingine amekuahidi kitu na ukikatalia anaona sasa hapa haiwezekani, bora tu nifanye hivyo hivyo. Lakini kuna wengine wanasema ukitumia condom inamsababishia labda sijui kupata kuwashwa, vitu vingine. Wewe umewahi kukuta kitu chochote baada ya kutumia condom? Hapana, mimi haijawahi kunikuta, ila kuna mwanaume anasema kwamba yeye akitumia condom baadaye anavimba. Anasema kwamba ile elastic inakuwa inabana sana, kwa mtu anasema anavimba. Mwingine anaweza kukwambia kwamba hii inavovimba misuli inalegea. Umeona? Kwa kila mtu na usemaji wake, ila mwisho wa siku ndio hivyo, mtu unamkomalia kwa sababu wewe unataka ulinde nini? Afya yako. Sasa Vai, Baba. Wewe umeniambia umeshawahi kutumia mara moja, lakini huipendi kwa sababu inapunguza utamu kama mabantu walivyosema. Alafu inaniumiza elastiki ile, inaniumiza nile siipendi. Kwa ina maana inakuumiza kwa sababu ya ukavu au inakuumiza kwa sababu ya nini? Yaani sio ukavu babangu. Yaani ile mimi siipendi tu, yani kwanza harufu yake siipendi, kiufupi yani ile harufu yake siipendi. Ila ni hivyo tu, tunatumia ni kwa sababu tu wanaume wengine tuwajui, ndio hivyo. Lakini mimi najua kwenye condom zinakuja nyingi. Kuna zingine zina harufu ya strawberry, sijui wanasema vanilla, sijui nini. Wewe hiyo unataka kuisemaje? Zinanuka, mimi sizitaki, nisizipendi. Ndio maana nimebaki na mwanaume wangu mmoja huyo. Najua tumecheki afya, tunaishi vivi. Huyo mwanaume mmoja sasa ili Na wewe peke yake. Sasa hapo wewe unamwamini? Siwezi kumwamini, nisema ndio hivyo babangu. Kama mimi simwamini mimi, siwezi kuniamini mwenyewe nafanya. Ndio maana kwa natumia kondomu muda. Sasa ndugu